Jina langu ni John Tirop, Chairman Nandi County Boda Boda. Nashukuru kuchumuika nanyi siku ya leo kwa mkutano ya leo. Nimetravel all the way kutoka Nandi usiku wa leo kuamkia leo asubuhi kwa mwaliko wa mwenzangu Jack Nderitu ambaye tunafanya kazi katika ofisi ya Boda Boda. Langu tu ni kushukuru kwa uongozi wa women representative ya Nyandarua kwa kuweza kuwakumbuka real hustlers. Hii nimesema tu nikuje niipe siri kidogo tu ndio hata na sisi twende tufanye yalo mnafanya kule kwetu. Asante sana. Thank you. Thank you very much, our Deputy Chair. So, Your Excellency, we at the Boda Boda sector will support the government. We are behind the government in all the agendas that you do. And when you go back, salimia rais wetu mpendwa, umwambie tunampenda sana. And the national executive team pia ingependa kufanya naye mkutano so that tuweke mikakati pamoja na tusukume gurudumu la nchi pamoja. Asante sana. Thank you very much, our chairman. Kwa hivyo nitaenda haraka kwa sababu wamekula dakika zangu. Nianze na kushukuru mama county kwa sababu ametufikiria na hatukuona kama ni kawaida wakati tu mtu ameingia kwa kiti ya siasa anaanza kukumbuka watu wake. Kwa hivyo ni mzuri tushukuru mama county kwa sababu ametukumbuka. In Nyandarua, Your Excellency, tuko na boda boda riders 10,000 na tuko na sub counties 10 ambazo ni administration sub counties, tuko na wards 25 wards, tuko na chairman ambao ni wa picking point 380, tuko na about 18 circles ambazo zina operate na tuko na self help group kama 300. So bado Nyandarua tumejiorganize na tunafanya maneno kulingana na venye tunatakiwa. Wanabodaboda wa Nyandarua wanataka sana hii training kwa sababu tunataka training kama wengine wanavyosema, lakini yangu ningetaka kusema yale ambayo tumekaa chini na tukaongelea. Niseme ya kwamba Your Excellency, pia mimi ndiye chairman wa Mount Kenya na salamu kutoka kwa chairman wangu wengine 9 wa hii region. Tulikuwa tumekaa chini na tukadeliberate mambo ambayo yanahusu mwanabodaboda, na tulipokuwa tunakaa kwa meza kama Mount Kenya tuliona changamoto ambazo zilikuwa zina wanabodaboda wetu wanapitia. Moja ilikuwa ni license, ingine ilikuwa ni insurance, ingine ilikuwa ni database, ingine ilikuwa ni spare part, motorcycle ambazo tunauziwa kwa bei ambayo iko juu sana. Kuna hizi kampuni ambazo zinatukopesha pikipiki ambazo ziko na interest ya juu sana, zingine ni abnormal kwa sababu imempita mpaka 100% interest. So tulipokaa chini tuliona tunaweza kuwa na solution. Sasa sisi kama Nyandarua tuliona hivi na counties zingine za Mount Kenya ndio tukue na hayo maneno yote, lazima tukue na pahali ya kufanyia hii kazi. So sisi kama wanabodaboda wa Nyandarua tukaona lazima tukue na ofisi, na hii ofisi tunataka ikue karibu na Nairobi. So tumechagua hapa Magumu, ndio tunatafuta shamba. Hiyo shamba tutakuwa na driving school ambayo itakuwa ikipea hawa bodaboda wote wakipewa driving license za kila category, kwa sababu shida ya bodaboda ni ya kwamba bodaboda wengi wanakaa kwa stage kwa kugojea yule tu passenger mmoja. Kwa hivyo wengine wakienda tu waendeshe tractors, county government wanajenga mabarabara, tuwapee hizo driving license. Tuko na shida na insurances. Your Excellency, tuko na shida kwa insurance kwa sababu insurance zingine ni kama za kutupora tu. Tungetaka kukue na audit ya insurance companies ambazo zinapea hawa watu wetu insurance. Zingine zinafunguliwa tu, wanakibia tu kwa stage zetu, wanachukua pesa. Unagutuka wakati mtu anataka kulipwa haoni mtu. Mimi mwenyewe ni victim. Unaenda kwa wakili lakini akiona ile kampuni anaenda anasahau mambo yako. Kwa hivyo hawa watu wa bodaboda wameshateseka sana. Hawa watu wa bodaboda wa Nyandarua wameteseka. Kwa hivyo tungetaka pale kwa ile chamba yetu tukue
tukue hata kama sisi hatutakuwa na kampuni yetu ya insurance, tu negotiate na kampuni moja mbili ambazo sitafuatilia wateja wetu wakati wanahitaji. Tuko na shida ya database, na tungetaka hapo tukue na computer lab, kwa sababu na sisi tungetaka tukue digital. Saa hii tunaongelea mambo ya kuregister watu kule Nyandarua, tunaongelea mambo ya kuregister watu Mount Kenya. Tulikuwa tumedinaiwa hiyo registration wakati uliopita, sijui ni kwa nini, lakini hatuwezi kuweka pesa zetu pahali ambapo sisi viongozi tutaraimiwa. Kama sisi Nyandarua tunataka hiyo mpango ya hiyo project yetu, tukue na account yetu. Your Excellency, utushike mkono, tukue na certificate, tukue na legal entry. Pia kama Mount Kenya chairman, ningetaka na sisi tukue na legal entry ya Mount Kenya, kwa sababu hiyo mpango tunapanga Nyandarua na tunapanga the whole Mount Kenya. Kwa hapo juu ya gharama ya pikipiki, tungetaka tukue na assembling plant hapo. Ndio sababu tunasema wacha tukaribia Nairobi, juu tukipata mtu wa kupatina na yeye, hata kama ni mwana boda mwenzetu, tunakuwa tuna assemble pikipiki zetu hapo. Zingine tunaleta Nairobi, zingine tunapeleka county zingine Kampala, na zingine mpaka Bujumbura. So tungetaka hapo tukue na industrial park ambayo itaajiri wana boda, itaajiri hata vijana wetu. Pia tukue na warehouse kwa sisi wana boda, tuko na SACCOS katika Nyandarua. One more minute, na hawa wanafanya saving, na tunashukuru kwa sababu tuko na saving and credit. Hawa tungetaka na wao waangaliwe, kwa sababu wao wako na cooperative kama kwetu Nyandarua, watumiwe. Wakati fertilizer inakuja, wacha hawa SACCOS za boda na wao washukuliwe kama ni cooperative. Kama kuna project nyingine hata kama ni agribusiness, wacha washukuliwe na watumie hiyo SACCO, kwa sababu tuko na wamama wengine bado nyumbani na tunaacha wakilima. Na kwa sababu naona muda unakibia kidogo, wacha ni kwambie Your Excellency, tuko na project nyingine. Tunaanza kwa Mount Kenya, tunaita Mount Kenya boda climate change initiative. Tunaianza Nyandarua, tumekaa na county commissioner. Sisi watu wa boda, hasa watu wa Nyandarua na Mount Kenya, tumeona sisi tunaweza timiza ile ndoto ya mheshimiwa rais, kwa sababu tumeona kama sisi tuko boda 10,000, kila boda akijitolea atumie siku yake, kila siku apande miti 3. Kwa mwaka mzima atakuwa amepanda miti 1,000. So ukipiga hesabu utakuta Nyandarua kwa hiyo miaka 9 tutakuwa tumepanda 2.7 billion seedlings. Katika Mount Kenya tuko na 300,000 leaders. Tukifanya hiyo mpango tunaweza kupanda miti mingi mpaka tukue tumetimiza ile ndoto ya rais. Yangu ni kukuuliza kwa unyenyekevu, wakati tuna launch ile project kupitia ofisi ya Mama County, kuja tu launch kwa sababu tunataka ikue kubwa na ishike mpaka nchi mzima, na pia utuletee mpaka CS wa environment, ndio tuendelee na hii maneno, na hiyo itakuwa kubwa na itakuwa project kubwa. Ya mwisho, hawa boda wa Nyandarua wameambia wengi wamesoma, na kwa sababu hii serikali ni ya hasara, wenye wako na stakabadhi at least watafutiwe nafasi. Na nikianza na mimi, kwa sababu mimi ni msomi na saa hii niko Management University of Africa, na ningetaka tafutie nafasi kwa cooperative ministry. Mimi nitumikie boda nikiwa hapo kwa ministry ya cooperative, nisaidie wana boda wa Nyandarua, wa Mount Kenya na wa Kenya mzima. God bless you. Thank you. Tumpigie makofi tafadhali. Amewakilisha vizuri, si ni kweli? Asante sana, Your Excellency. Right now, allow me now to invite Honorable Faith Wairimu, Women Rep Nyandarua County, to make her remarks. Karibu, madam.
Your Excellency, our Deputy President, Honorable Gachagua, our PS, our members of parliament, na office managers wa Nyandarua. Gaine mwega, na hede shiothe. This morning, I'm delighted to host the office managers. We are not Boda riders. From today, they are office managers. We are changing their title. And before I give my speech, I'm flagged off by my colleagues from Nyandarua and Laikipia. Please, members of parliament, just come here. Say something more. Oh, even the senator is here. Please come. Just the name because of the interest of time. We also have Nairobi Member of Parliament here. Just Good morning all, Wajiko Mohia, MP Kipipiri. Thank you very much, Your Excellency. Nilisomea hapa, and kwa hivyo watu wa bodaboda mtaenda mbali. Good morning, everyone. Jane Kagiri, Mama County Laikipia, na Vice Chancellor, ukimaliza Nyandarua, tunaingia Laikipia. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Kiaraho. I represent the great constituency of Karao constituency, hiyo ndio county headquarter, and I think individual sub-counties, that is the five sub-counties within Nyandarua County, I want to assure you, the Boda fraternity, all the support that is possible from the various members of parliament. Thank you very much. Observed, wana boda hoye. Well, my name is Kwenya Thuku. Your Excellency, I am glad to be here for this very important program, and I want to pass just one message to our bodas. I want to quote one scholar called Stella Kochel. Alisema hivi, wana boda msikize vizuri. Ya kwamba yataleta tofauti katika jinsi ambavyo mtakuwa mnafanya kazi yenu. Tunawatakia heri na baraka za Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Your Excellency, Gachagua, my name is George Gachagua, MP for Ndaragwa, and I know my people are here. So go down there and start the same thing. We'll encourage them to learn about managing their affairs. Thank you. His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocols observed. My name is James Gakuya, member for Embakasi North, this is Nairobi County. You are welcome in the city of KEM. And also, I have a daughter who is now graduate in October. So I am used to KEM, and they are doing a nice job. And Boda riders, kindly be committed. We have heard your vision, and you are going far, and you have able leaders who will show you the way. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President, and thank you very much. My name is John Medhu. I am the Senator for Nyandarua. I'm honored to be serving in the Republic as the youngest Senator, so most of the people who are here are my age mates. I would want to first take this opportunity, Your Excellency, to thank you for making time to come and be with us. Unajua watu ya bodaboda siku nyingi,
tunawatumia ile siku tunafanya siasa. Leo hakuna siasa na umekuja kuungana na sisi. Given to this very fraternity, you are living up to the message that you gave when you were campaigning, that kila hustle ni sawasawa tu, hustle ya bodaboda na hustle ya mimi senator na hustle yako na hustle ya kila mtu, yote ni hustle kwa sababu ina our leader, the Honorable Mama Faith Wairimu Gitau, for this very good initiative. We have had so many, and they have not found it fair that we educate our people so that wakifanya ile hasa yao wanakuwa wanafanya kazi kama sisi wote. Kwa haya mambo mengi machache, mimi nataka nifikisha hapo our colleagues wa boda boda. Good program na ministry yetu ya environment. Hapo penye mnabebea boda boda, hapo nyuma hapo mnabebea boda boda kuna shamba. Hiyo shamba ni ya serikali na mwenye shamba ako hapa anaitwa Rigathi Gachagua. Kama hiyo shamba Rigathi Gachagua amewakubalisha. Mimi niwatafutie makaratasi na niwatafutie mbegu ya kupanda, mpande miti na Rigathi Gachagua tena akuja anunue hiyo miti yenu. Kwa hivyo ile kazi nyinyi mnafanya ni kubeba mtungi ya maji asubuhi, mnakuja mnamwagilia miti, ikikua mnakuja mnauzia Rigathi Gachagua. Kazi yangu ni kunituma niende nikachukue pesa ndio tuweke hiyo maneno sawa sawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. In our midst, we have a GAF team, both from Nyandarua, if you can run here, and our CEO is right here. Thank you very much for your support. Just come and say one word, and my team from Nyandarua. Sorry. Your Excellency, our Deputy President, Mama County Nyandarua, and all dignitaries, good morning. Your Excellency, I want to confirm, my name is Roy Sasakatele, I'm the CEO of the National Government Affirmative Action Fund. I want to tell you, Your Excellency, you with the President sat down and said GAF must have an impact. I must confirm to you, Your Excellency, that it is having an impact. When you see such initiatives, we can agree, Your Excellency, that we are working to achieving the bottom-up agenda. I just want to say we are committed, Your Excellency, and that is the journey we are walking. And I want to congratulate Mama County for leading the way. Thank you so much, Mama County. Thank you, Roy. With me here is my county coordinator, Kamunya. He has done all this job. Thank you very much. We have Jose manages in the office. Ni yeye anajua pahali tunakaa. We have Kezia here, ndio mtu wa ofisi kuandika. GAF coordinator Nyandarua is Joki Moirore. There she is. She's doing a good job. Lillian is my coordinator also here in Nairobi, and we have Susan who is doing a good job for me. I want to take this chance. I know I've taken quite a bit of time, and His Excellency is really tight on time. I really want to thank Kemu for partnering with us. Our watu wa boda boda, for a long time, they've been thrown aside. Watu wanaona hawa watu sio kama watu wale wengine. Wale watu wanatakiwa kupatiwa heshima yao. Na diposa mimi kama Mama County nikaonelea kwa sababu the government of His Excellency William Samuel Ruto together with our able deputy Rigathi Gachagua ni wa kuinua watu kutoka chini kwenda juu. Nikaonelea watu wa kwanza kuinuliwa ni office managers. Wale hapo zamani tulikuwa tunawaita bodas. Hawa watu, Your Excellency, ndio tunatumia kule mashinani more than anybody else. More than even matatus ama unajua gari za mashinani. Hawa ndio wanajua networks kule chini. Kitu kikiharibika ni hawa. Mtu akigojeka ni hawa tunaita. Usiku wa manane ni hawa. Na wale wanadhulumiwa sana ni hawa. So nikaonelea lazima
tuwaangalie na tuangalie vilivyo. Nikaona lazima tuwapatie training kidogo, na mimi kama mama county through GAF singeweza peke yangu. Nikaona tushikane pamoja na institutions, na ndio tukakuja pamoja na KEMU, and thank you very much. Hapa leo watatrainiwa. They will be trained thoroughly. Hata kuvaa mavazi, hata kuweka kadimu, na hapa hivi sio kusmell masweat all the time. Wakibeba passenger atasikia ni kama ako kwa gari. Wanatrainiwa jinsi ya personal relationship with the client, sio kuwaongelesha tu hivyo. Wao wenyewe wanatrainiwa traffic rules, na ingine wanatrainiwa leo ni jinsi the way they should protect themselves even from the police. That's why we have the ombudsman today here, kwa sababu they have their rights, na lazima wajue rights zao ni gani. Today we have 256 office managers here, and we are calling them trainer. So I really want to thank you, Your Excellency, for accepting. I know you have a very busy schedule, but you have accepted to come and launch this Boda training with us. I am really humbled. Thank you very much. And thank you, even my colleagues, for coming in today. I want to take this chance to invite the Principal Secretary, Ministry of Transport. Sini wa kwetu? Jamani tumpigie makofi. PS Bogwa, we are proud of you. Now I'm sure we are going to partner with you with this. Pesa dio kidogo utatutafutia hapo kidogo kidogo dio tumalize hii program na tumalize vizuri na tuende Laikipia, tuende kwingine, tuende everywhere in this country. We are going to roll out the program of office managers training. Karibu. Thank you very much, Maitobitoa County. Tumpigie makofi tena. Mimi nimepewa nusu dakika. Hata ingawa mimi ni wa Nyandarua, mtanikubalia leo niongee kama mtu wa national. Si ni kweli? No ningegorwa riore muru, yes. Yes, sinio ni kweli. Your Excellency, the Deputy President of this country, we are so honored that this initiative has been graced by yourself. We are very grateful. Tumpigie makamu wetu wa rais. Watu wetu ya Nyandarua, I want to only say only two things. As a ministry, there are so many initiatives that we are making. One of them is to design our roads that are human friendly. Barabara nyingi ambazo zilijengwa hapo awali hazikuwa na pedestrian walk, hazikuwa na cyclist lane, but the current designs are going to cater for pedestrian lanes and also pedestrian walks. Nanyi mkubali kutumia the cyclist lane. Sio ate hamheshimiwi. When you find that you are on a highway, kindly don't assume that the other guy respects you. Si ni kweli? Mukipata nafasi, if there is a nice cycling lane or motorcycle lane, please do so. We say security starts with yourself. Even except yourself. Si ni kweli? So hata ukiwa kwa barabara usingenganie ati ndio uonekane wewe ndio kwa correct lane. Safeguard yourself. As we endeavor to improve our roads to cater for all those other facilities.
kindly ensure that you safeguard yourself so that you'll be counted when that time comes. The other one that I would also want to say, nimesikia zile programs ziko hapa, Your Excellency, sikusikia something on mechanical issues. How do you teach these people also how to manage basic things? And I know the Chancellor is listening. Kwa hii course yao, you could also introduce maybe even if a class on managing the vehicles. Ikikataa kuhuruma kitu kidogo, si ni kweli? That can also come in handy. Your Excellency, sitaki kuongea mengi, ni kuwakumbusha tu jambo moja pia, these are a religious organization. The Lord does not accomplish what he has not commissioned. Hata nyinyi mkiamuka asubuhi kabla mwanzo, ndio siku yenu inakuwa ya baraka. Hata ikiwa ni kwa cluster yenu, iwe ni Engineer Town Jabine, mkiamuka saa 11, shikaneni mikono. With those few remarks, I now request that we all be upstanding and invite our Excellency, the Deputy President of this country, to come and address us. Your Excellency. Thank you, PS. Please be seated. Of the Kenya Methodist University and the presiding bishop, the women representative Nyandarua, the Principal Secretary for State Department of Roads, Boda, the Transport Managers, Nyandarua County Boda Bodas, our esteemed and interact with the Rio Hustlers as we launch the Boda Yangu, Office Yangu program for Nyandarua County. The Transport Managers Training Program will, without a doubt, Government Affirmative Action Fund, KEMU, and other partners for this great initiative. It is a program worth scaling up across the country. Boda is a critical subsector of the economy of this country. Earning an average of 1,000 shillings a day, there are over 1.2 million riders. The riders here represented by Magdalene Jerry. The advent and rapid hustlers, including Boda riders, who bought into our model of transforming the economic fortunes of our country from the bottom. In Embu County, we are introducing electric motorcycles. This will complement other partners who are already working under the e-mobility project. Which is more reliable and cheaper. We are at about 92% of green energy. We are working with our partners to fully exploit riding green to help us fight climate change by reducing carbon emissions in fossil fuel. On this note, we welcome the ongoing discussions between the Nyandarua Boda Association and further poverty through road accidents.
Between 2018 and 2022, we lost 4,000. In 2022. This is very tragic. In some of these cases, riders died because they could not access quality medical care. Earners will enjoy better benefits on monthly contributions, which will be less than the 500 shillings being paid presently. We not only in Nyandarua, but also across the country. Esteemed managers and guests, it is commendable that some border circles and self-help groups have saved and invested in real estate and guests. In conclusion, I wish to commend the border subsector across the country for the contribution to the economy. In our plan, we have a and the Hustler Fund. For those who are farmers, I urge you to register to benefit from phase 2 of subsidized fertilizer program as we enhance food security and cut down the cost of living. Tunatafuta tu wakati ya campaign. Campaign ikiisha, tunatafuta in the next campaign. Kwa hivyo, Mama County kupua na hii mpangilio kama hakuna siasa. Ya kutumia hao vijana wetu wakati ya campaign, wanakuja wanatengeneza msafara wako, wanarebesha, ikiisha mpaka next election. To this group of young people, and by empowering them through training, you are creating a livelihood for them beyond the elections. Na nyinyi vijana pia, hata nyinyi pia mjitafutie heshima. Kwa sababu siku ya campaign mnaletewa reflector by anybody, mnawacha. Mpinzani wake akija na reflector ingine mnavaa, mnavisinikisha yeye. Na hiyo ni mtu ya kuanguka. Na mnajua hakuna pahali anaenda. Pia lazima nyinyi mjitafutie heshima. You make a decision wakati ya campaign, muangalie kwa sababu mko na network, mvae reflector yule peke yake atashinda. Kwa sababu ukivaa reflector ile mtu anaanguka, si mnaanguka pamoja. And you must live to that name. Si ndio? Ya pili, tafadhali. Presiding Bishop amesema, it cannot be utaendesha pikipiki ukiwa mlevi. Utaanguka na utakufa. Na utawacha bibi na watoto. Utavunjika mguu, utatuita harambe ya kuweka chuma. That is the truth. You cannot drink and ride. Ile takataka yote kasia, ile ya kuua watu, ilisukumwa hapa kwa Mlima Kenya. Na ndio tunangangana nayo, tunapigana, and we are succeeding.
And I want to thank the leaders and chiefs. We are 70% successful, it's still remaining 30%. But there are some governors in this region who are to side. And they want to wipe an entire generation. At the right time, I'll call them out by name. Mimi hakuna governor yote nitaunga mkono uchaguzi wa 2027 ambaye hajasaidiana na sisi kupigana na bombe. Sitakubali. Because hii watoto wakiisha, where is the future of our region? We are almost losing an entire generation. And I think it was by design. Nafikiri kuna watu walikuwa wamepanga kumaliza population ya Mount Kenya kwa kuleta ile pombe baya na kuuza hapo bila kuuliza mtu ndio watoto wetu wote waishe. Vijana wetu walikuwa wanakunywa pombe wanalala kwa mtaro. Wengine wameoa juzi, bibi yako kwa kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Sasa si jamii ingeisha? Ndio mimi na hivi na wao viongozi tukaamua hapana na rais wetu. So I want to challenge our governors in this region ya kwanza ya Mount Kenya in the 11 counties. Those who are not willing to help us in this fight against drug abuse and alcoholism should not expect support from some of us. Na mimi hakuna microphone nitachukua kutetea mtu achaguliwe tena kama hujatusaidia kwa hii vita. Because hata sisi wacha tujipende, mimi Rigathi Gachagua na mkubwa wangu William Ruto, sisi tuko na ushawishi mkubwa katika Mount Kenya. Tukijipenda from a fairly selfish perspective, President Bishop, mimi na William Ruto, hivi vijana wakiisha tutachaguliwa na nani? From a selfish perspective, wacha sasa kusaidia jamii, mimi mwenyewe kujitetea. The youth are our supporters. Sasa wakiisha kwa hii bombe tutachaguliwa na nani? Hao wazazi wetu watasaidiwa na nani? Hii maneno tunajaribu kurekebisha ya ukulima, nani atafanya kazi? Hii programu ya boda boda itafanywa na nani? That fight is unstoppable and there is no compromise. And that one, mimi, I am not about it. Mudulotako hurana na johi ketumano. Ketumano. Number two, vijana wetu. I have told the police that boda riders are not criminals, they are businessmen. Hata kama biashara yao ni kidogo, ni wafanyi biashara, waheshimike na wasihangaishwe, wasisumbuliwe. Lakini pia tufuate sheria. Let us follow the traffic laws. Number two, let us not allow boda riders to be infiltrated by criminal gangs. Because wakora wakijificha kwenu, wanakuja kuibia watu, wanakuja kuvuja manyumba ya watu, wanachukua vibeti za akina mama. Saa ile wanatafutwa, wengine ambaye hawahusiki watalaumiwa. So you must be your own policemen among yourselves. You must, this group here, the trainer of trainers, lazima mjuane, you know who is who, and you don't allow criminal elements within your industry, within your enterprise. Tumekubaliana vijana? Because mkikubalia wakora waingilie biashara yenu na watumie hii biashara ya bodaboda kufanya ukora, saa ile officers wa usalama wanakuja, watakuja kusubuana na nyinyi. Na hasa kuna kile kikundi cha haramu kilisumbua sisi wakati ya Mechuki. Hivi karibuni walikuwa wamejaribu kurudi. Huyo kiongozi yao ndio alikuwa ameshikana na hiyo watu ya Azimio, wakitaka kutumia hivi vijana kwa mambo ya maandamano. Na sisi tukauliza vijana, msikubali mtu yeyote kuvuvua hiyo kikundi haramu, kwa sababu hiyo kikundi haramu iliumiza sisi. Waliumiza akina mama wetu, wakawafanyia maneno ambaye siwezi hata taja. Wakafanyia wasichana wetu maneno hatuwezi taja.
walikuwa wanaingia kwa duka ya mtu wanaitisha pesa at protection fee. Walikuwa wanaingia kwa ng'ombe ya mtu na si yao, wanakamua maziwa wanaenda kukula ugali naye. Na ng'ombe ni yako. Mtu anaingia kwako anakamua, hata akamui yote anakamua ile peke yake anataka. Alafu anaenda. Hiyo we cannot allow it. And I want to say, this government will not allow the revival of that criminal gang. And their leaders should know that. Hata akijificha kwa watu ya Azimio, will smoke them out. That gang will not be allowed anywhere, not just in the Mount Kenya region, but in the country. Because it's a gang that was ruthless. And they did things that are unthinkable in our community. And we cannot allow the revival of that gang. So tafadhali naomba nyinyi, vijana wetu wa boda, nyinyi managers, go and train your people. That gang should not come anywhere near your industry. Hii ni biashara, and we want to support this as a purely business enterprise. And it's a good business. You are moving a lot of money in the economy. So please stay off those criminals. Don't allow them wajifiche hapo kwa vijana wetu. Again, mumesema vizuri, we also want to have career progression. Hatutaki mkae juu ya boda miaka yote. Wale wamesoma tuwatafutie nafasi pia, si ndio? Yeah. I remember one time I was MP for Madera, kijana ya boda boda akauliza kazi ya assistant chief, nikasukuma akaandikwa sasa ni assistant chief. Akatoka kwa boda sasa yeye ni mtawala. So those of you who have gone to school, when these things are advertised, pia muulize na mkuwe mkiangalia mtandao, mkiangalia magazeti, msikae kwa boda throughout, mtakosa kujua nini inaendelea Kenya. You must take time also to know what is going on. When there is recruitment of that, please, those who have papers, apply, and you'll be given fair consideration so that you can also develop from that industry and move into something else. Mimi nikimalizia nikusema nimemsikia chairman umesema your committee, I'll give you an appointment, mkuje tuketi, si ndio? Yeah, let us come, mkuje tuketi, tukubaliane all those things you have said, the challenges, what to do. Tukimalizana na mimi nichukue nyinyi mpeleke kwa Rais William Ruto, tuketi tukubaliane. Yes, nyinyi, our government is a consultative government. Sisi hatuna maringo, hatuna madharau. Watu walikuwa wanasema hasara ni takataka, boda boda ni takataka, lakini mimi niko hapa na nyinyi because nyinyi ndio wenyewe. You are the people, mlitusaidia. Na kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi nataka niseme asante. Mlisimama na sisi, mlitusaidia na mkasaidia hao viongozi. Na tunataka mtusaidie hata pale mbele. Lakini pia lazima sisi turudishe mkono. Lazima turudishe mkono. Ona getunyo mwanane ikagiria mugo katigo. Yeah. So lazima turudishe mkono. So kujeni tuketi. I am ready, you come, we sit, we talk, we discuss. Ndio tuone zile area ambayo mnataka msaidiwe na serikali, we are there for you. Na sisi hatuwezi badilika. Rais William Ruto na mimi na hao viongozi hatuwezi badilika. Nyinyi ni watu wetu. When Faith told me to come, I said I'll come. These are our people. We were with you. You held our hand when things were very difficult for us. Hamkuacha sisi, mlisimama na sisi. Na sisi tutasimama na nyinyi. Tutasimama na nyinyi. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kwa sababu tuko na mgeni president wa Indonesia na rais, nataka nikimbie. I wish you very good day. Msome vizuri. Msome vizuri. Na muandike. Na muende mfundishe wale wengine. And listen to what you are being told. Write down. Go and train the others. You are good people. You are decent industry. Tungetaka pia muheshimike kwa kuwa na ile tabia ambaye inakubalika. Na mkae vizuri. Na mfanye biashara. Na Mungu atawasaidia pia mtajirike. Ndio siku moja bottom up ni kusema aliyekuwa ameajiriwa kuendesha boda boda asave pesa yake anunue yake. Akinunua yake aende naye anunue ingine, na akiwa na hizo tatu afanye apate pesa anunue center, atoke kwa boda boda aende kwa center. Hiyo center aendeshe anunue ingine mbili aandike watu wengine watatu.
Akiwa na hizo 3 afanye kazi, atoke hapo anunue box ile 14 seater, aendeshe, aendelee, anunue zingine 2, andike watu 2. Kutoka hapo anunue fleet ya buses. That is bottom up and it is possible. Anze pale chini pole pole, ukifanya kazi na bidii, ukiomba Mwenyezi Mungu atakuonekania, na ukiwa na bidii utafaulu. Sasa mkirudi nyumbani mtasalimiana. Mukainukari. O muthe. O maitho ni akumwira. Nimukugeithia hikia cio mugitigire muici. Na twana. Acio kwa sababu no ni mwandu wakwa. Riu nimukubageithia. Nimugukinyia. Inyuĩ ndona mutangikinyia. O mami arauga nimukinyagia. Nimukugeithia twana. Na mumenye maundu mothe marika mundu acoka gwa family